Tamasha sasa hivi nyumbani anarudi muda anaotaka yeye. Sawa. Tamasha sasa hivi amekuwa kiburi. Tamasha mamangu anamkingia kifua. Ana maovu mengi sana anayofanya. Ukiangalia yeye ni mtoto wa kike, mimi ni kakake na nimemlea toka yupo kichanga hivi mpaka sasa hivi. Na kwa nini anifanyie mimi dharau? Juzi nafika nyumbani pale peupe, hapajapikwa. Mimi njaa inaniuma, mtoto wa kiume. Jambo ambalo alivyorudi nimediliki mpaka kumkata kibao. Alinikwaza. Sasa hapo umekosea. Kumpiga tamasha umekosea. Kwa sababu nikwambie kitu bwana Newe, kumpiga tamasha umekosea. Yule ni bado binti wa kike. Sawa? Unapochukua hatua mpaka unamwadhibu kwa kumpiga ni kosa kubwa sana. Alafu nikwambie kitu kimoja ndugu wangu. Wewe tayari umeshakuwa mkubwa. Hii mijibizano ina mdogo wako haina maana. Cha kufanya, sogea pale nyumbani. Tafuta mke uoe. Kuoa? Mimi bado. Kwenye swala la kuoa brother, mimi bado. Naona sasa vijana sasa hivi. Yaani hii itakuletea wewe heshima. Hapo ulipo unakaa nyumbani kwa mama, unakula kwa mama, na ndio maana yule binti anakudharau. Anajibu anavyojisikia. Light ingekuwa wewe na tamasha wote jinsia ya kiume, ingekuwa kuna wakati mnaelezana masuala ya kiume, ingekuwa ina shida. Au ingekuwapo wewe na tamasha wote jinsia ya kike, kuna wakati mnaelezana masuala ya kike, ingekuwa ina shida. Lakini nyinyi ni jinsia mbili tofauti, lazima migogoro iwepo. Sasa ili jambo litokomee kabisa pale, fanya utoke pale nyumbani. Mwache tamasha akae na mama. Lakini ukisema wewe uendelee kukaa pale na yule mdogo wako, litakuja kutokea jambo kubwa zaidi ambalo wewe hukutegemea kabisa kama litaweza kutokea hilo. Sawa. Ameshakuwa mkubwa yule tayari. Na ndio maana unaona hii migogoro inatokea. Basi sawa, mimi nimekuelewa brother. Fanya hivyo. Angalia tu mitaani hapa vyumba vipo mdogo wangu. Hata kama usipooa. Fanya utoke pale. Basi hamna neno kaka. Fanya utoke pale. Mimi nashukuru sana kwa ushauri wako. Acha mimi nisogee kidogo. Basi sawa. Panapo majali. Haina shida. Chewa. Poa. Una shida gani wewe? Leo lako uniue. Unakuja unanisa, unajua nina shida gani mimi? Unajua nina shida gani Norbert? Yaani? Basi. Kama bure. Mpenzi wangu. Niambie. Hivi unajua nakutegemea sana. Yaani naomba usije ukanitenda kiukweli. Maana nitaumia sana unajua. Tamasha. Nani mwingine tena kuwa ndani ya moyo wangu zaidi yako Tamasha? Nani mwingine? Kweli? Nakupenda Tamasha.
Unafanya nini hapa? Kaka, kwa nini unapenda kunifuatilia? Na unapenda sana kunionea wivu. Kwani mimi mkeo? Mimi mkeo? Umeamua kunitusi sasa, si ndio? Toka hapa. Mke wangu, leo asubuhi nilienda kukagua shamba. Kusema ukweli, Mungu mwaka huu amejalia. Yaani mazao yamekubali vizuri sana. Mwaka huu naamini tutapata. Kwa sababu mazao yanaonyesha yako vizuri na mwelekeo wa kupata upo. Ni mkubwa tu. Tutavuna mwaka huu. Ondoa shaka, gharama zetu zitarudi na chakula kitapatikana. Na kitakachopatikana kuuzwa nacho tutauza ili tupate pesa nadhani. Kwa ajili ya kutusogeza katika mambo yetu. Nahitaji na mimi unipeleke shamba. Kama ukienda mwenyewe unajifurahisha mwenyewe na mimi nipeleke macho yangu nikaone. Sawa sawa. Usijali mke wangu. Itakuwa ni kipindi kizuri hiki cha kuvuna, ndio uende wewe ukawasimamia wale wanaotusaidia kuvuna. Sawa. Itakuwa ni bora zaidi. Sawa. Lakini mume wangu Rubarati alinidokezea jambo moja hivi. Anahitaji kuoa. Swala la kuoa? Ndio. Sihitaji kabisa kusikia habari ya kuoa hapa nyumbani kwangu Rubarati. Mume wangu ameshakuwa mkubwa mtoto wetu. Ni sawa. Kama kishakuwa mkubwa sasa ndo anatakiwa atimize ndoto yangu mimi. Lakini sio habari ya kuoa. Na kama mtangangania habari ya kwamba kuoa hapa nyumbani kwangu, sitokuwa na radhi naye mimi. Sihitaji kuoa. Niwapeleke salamu. Mama, mimi kaka nimemgusia nini mama? Kwa nini anapenda kunifuatilia mwanao? Au anaona dhaifu kwa kuwa mimi wa kike? Kufanyaje kaka? Kaka ananifuatilia sana mama, ananifuatilia mpaka nachoka yani. Kakufanyaje? Nimechoka na mimi mama. Sasa ndio kakufanyaje? Uzuri nimechoka. Kakufanyaje wewe kaka yako? Akija mwanao muulize anachonifanyia. Wewe? Aha, afadhali umefika. Mfanyaje dadako? Mama, Aha. nisikilize kwa makini. Mwanao ananitia aibu mtaani. Aibu gani? Ananitia aibu, Tamasha ananitia aibu. Kakufanyaje dadako? Nisikilize kwa makini mama. Nimemkuta yuko na Labarati anafanya kushikwa. Anashikwa mwanao. Azalani anashikwa. Hapana mama, hapana mama. Hapana? Mbona yako mimi sisemi kaka? Mbona wewe unavuta bangi na kukuta vijuani na siongei? Kwa nini unapenda kunifuatilia? Unasema bangi unanunulia wewe mimi? Unavuta ndio. Tena jichunge. Na nakwambia ukweli mama, unavyotetea ubovu kwa huyu hapa, siku atatuzalilisha. Tetea ubovu hivyo. Ndio nakwambia mama, tetea ubovu. Kwa hiyo wewe unaniona mimi natetea ubovu? Unatetea ubovu ndio. Mtoto anafanya mambo ya kijinga. Umefikia hatua hiyo mwanangu akuniambia mimi namtetea ubovu? Unasema mimi nafuga ubovu mwanangu? Kama nimefuga ubovu nimeanzia kwako. Kwa nini unanifanyia hivyo mwanangu wewe? Eti nimefuga ubovu. Nafuga ubovu? Sijapenda mimi tabia yako ya kunidhalilisha dadako. Kumbuka nyinyi wanangu nimewazaa hadi mmefikia umri huo. Leo unasema mimi nafuga ubovu. Sijapenda tabia yako mwanangu. Sipendi kujidhalilisha huko barabarani. Unamdhalilisha dada yako bwana. Kwa nini unakuwa hivyo? Sipendi kabisa. Hebu twende. Kwa mwingine dada nyumbani.